Simulizi hii inahusu jambazi mmoja ambaye kwa ghafla tu anajikuta akiwa ndani ya mwili wa mwanafunzi wa shule ya sekondari. Akiwa katika hali hiyo, akakutana na wanafunzi waliodhulumu na kunyanyasa wenzao shuleni hapo, na pia akagundua ukweli ambao hakuwahi kuujua hapo awali, ukweli unaobadilisha maisha yake kabisa. Marafiki, tamthilia hii ya Kikorea imejaa burudani, mapambano na vichekesho. Hakikisha unaangalia video hadi mwisho kwa sababu bila shaka utaifurahia. Filamu inaanza kwa bosi wa wahuni aitwaye Jang, aliyekuwa akiishi maisha ya kifahari. Alikuwa na kila kitu isipokuwa upendo wa kweli kutoka kwa mke wake. Mke wake, Seyon, hakuwahi kumpenda Jang hata kidogo. Lakini hata hivyo, Jang hakujali sana kuhusu mapenzi kwa sababu alimuoa Seyon kutokana na kuwa Seyon alikuwa binti wa mwenyekiti wa kampuni ya Hanho, kampuni yenye umaarufu na utajiri mkubwa. Siku moja, Jang akapata taarifa kwamba kuna duka la seremala lilijengwa katikati ya eneo la mradi wake mpya wa ujenzi, na mwenye duka hilo alikataa kuondoka. Baada ya kusikia hivyo, Jang akamuita mtu wake mwaminifu zaidi, Manchul, na kumwamuru achukue watu kadhaa waende kuliondoa duka hilo kwa nguvu. Wakati huo huo, seremala aliyeitwa Yong akapatwa na wasiwasi pale Manchul alipowasili akiwa na watu kadhaa. Mwanzoni wakamwendea kwa heshima, lakini baadaye Manchul akamtishia kwa ukali akisema kwamba kama hata saini mkataba ndani ya muda wa sekunde hadi 3, watamkata mkono na kumlazimisha kuweka alama ya dole gumba. Akiwa ameingiwa na hofu, Yong akalazimika kusaini. Usiku huo, Jang alipokuwa akila chakula cha jioni, mwanaume mwingine aitwaye Yang akafika na kuanza kumdharau ili kuonyesha ubabe wake. Wakati anatukanwa, Jang aliendelea kukaa kimya tu hadi mtu yule akaondoka. Baadaye kidogo, kampuni ya Jang ikafanikiwa kununua jengo jipya. Ili kusherehekea, Jang akaenda katika mgahawa mdogo kula kambi, lakini lengo lake si chakula, bali ni kumwona mtu kutoka maisha yake ya zamani. Karibu naye alikaa mwanafunzi wa shule ya sekondari aitwaye Dong. Jang akamuuliza mmiliki wa mgahawa huo kuhusu mwanamke aliyekuwa akifanya kazi mahali hapo miaka 10 iliyopita. Mmiliki akamjibu kwamba huenda mwanamke huyo alishafariki. Baada ya kusikia hivyo, Jang akaanza kula tambi zile, lakini hazikumfurahisha. Jang akajiandaa kulipa na kuondoka. Wakati huo, Dong akapokea simu na kuondoka kwa haraka akisema amepoteza pochi yake. Mwanamke yule mmiliki akacheka na kusema kwamba yule mjomba Jang atamlipia. Kisha yule mama akachukua pesa za Jang na kuahidi kumpa zawadi baadaye. Jang akalipa kisha akatoka nje ya mgahawa. Barabarani, gari lake likakwama kutokana na lori la taka, jambo lililomkera na kumfanya ashuke nje ya gari. Wakati huo huo, Dong alikuwa akitembea juu ya ukuta wa paa karibu na eneo hilo. Akiwa anajaribu kuchukua kiatu chake, kwa bahati mbaya, Dong akateleza ghafla na kuanguka moja kwa moja juu ya Jang, jambo linalomfanya Jang kupoteza fahamu. Jang akazinduka hospitalini. Nesi akamsogelea na kumuuliza kama ameamka, huku akimuita mwanangu. Jang akachanganyikiwa na kujiuliza kwa nini aliitwa hivyo. Nesi akaondoka kwenda kumuita daktari. Jang akainuka na kutoka nje, lakini mwanaume mwingine pia akamuita mwanangu. Jambo hilo likalomkera zaidi, kwani akahisi watu wamechanganyikiwa kumuita mwanaume wa miaka 40 mtoto. Ghafla Jang akashikwa na mshangao mkubwa alipoona mwili wake halisi ukiwa umelala kitandani hospitalini, ukiwa katika hali ya kukosa fahamu. Wakati huo, seremala Yong akafika na kumtazama Dong akimuita mwanawe. Ndipo Jang akatambua kwamba roho yake imeingia ndani ya mwili wa yule mwanafunzi wa shule ya sekondari aliyemwangukia. Ufahamu huo ukamshangaza sana. Daktari akaeleza kwamba Dong alipata jeraha la kichwani kutokana na kuanguka, jambo linaloweza kusababisha tabia yake ya ajabu. Seremala Yong akasema pia kwamba namna mwanawe alivyozungumza imebadilika kabisa, kisha akamuuliza kama akamtambua baba yake. Kwa hasira, Jang akamjibu mzee huyo akae mbali naye, akisisitiza kwamba yeye si mwanawe. Daktari akaeleza kwamba huenda ubongo wa kijana huyo uliathirika na kwamba hali hiyo inaweza kupona yenyewe kadri muda utakavyopita. Ghafla, Jang akakumbuka kwamba sasa yuko ndani ya mwili wa yule kijana aliyekutana naye mgahawani, na akatambua pia kwamba huenda mwanamke aliyekuwa mgahawani ndiye aliyesababisha nafsi zao kubadilishana. Jang akakimbilia mgahawani mara moja. Hata hivyo, alipofika mgahawani hakuukuta tena. Jang akaanza kubishana na mwanamke mmoja wa karibu ambaye alidai kuwa mgahawa huo ulihamishwa miaka mingi iliyopita. Jang akasisitiza kwamba alikula hapo jana tu. Mwanamke huyo akamuona kama mtu asiye na akili timamu na kumpuuza kabisa. Wakati huo huo, Yang akafurahi sana aliposikia kwamba mwili wa awali wa Jang uko hospitalini katika hali ya kukosa fahamu. Wakati huo pia, Jang akaenda nyumbani kwake na kumkuta mke wake akilia. Mwanzoni akadhani alilia kwa huzuni kutokana na hali yake, lakini ukweli ni kwamba alilia kwa sababu mkufu wake umevunjika. Seyon alipomwona Jang akaingiwa na hofu kubwa. Jang akajaribu kumweleza kwamba yeye ndiye mume wake, kwamba yeye ni Jang, lakini mwanamke huyo hakuamini hata kidogo. Akapiga kelele na kuchukua upanga na walinzi wakawahi haraka, kisha wakamkabidhi Jang kwa polisi. Afisa wa polisi akamhoji akitaka kujua kwa nini aliingia ndani ya nyumba hiyo na kama alikuwa akijaribu kuiba. Jang akakasirika sana na kusema nyumba hiyo ni yake, hivyo hana sababu ya kuiba kitu ambacho ni chake. Wakati huo, Seremala Yang akaingilia kati na kuwaeleza polisi kuwa mwanawe alipata jeraha kubwa la kichwani na huenda hali yake imesababishwa na kupoteza kumbukumbu. Akawaomba wamsamehe kwa sasa. Polisi wakakubali maelezo hayo na kuwaacha waondoke.
Baadaye, Jang akarudi hospitalini na kujitupa mara kwa mara juu ya mwili wake uliolala bila fahamu, akijaribu kwa udi na uvumba kurudi katika mwili wake halisi. Wakati huo, mtu wake mwaminifu Manchul akaingia chumbani humo. Mwanzoni akadhani ameingia chumba kisicho sahihi na akaanza kutoka, lakini ghafla akatambua kuwa hicho ni chumba cha bosi wake. Akarudi haraka ndani na kumuuliza kwa hasira Jang anafanya nini pale. Manchul akamtambua kama yule mvulana mnene aliyesababisha bosi wake kuanguka na kuingia kwenye koma. Ghafla daktari akafika na Jang akalazimika kuondoka haraka. Baada ya hapo, Jang akarudi nyumbani pamoja na Seremalayong. Baba huyo akamwandalia mwanawe chakula kingi mezani. Jang alipokiona akasema hawezi kula vyote, lakini baada ya kuonja tu kidogo, jambo la ajabu likatokea. Jang alipokuja kushtuka, akatambua vyakula vyote vimeisha kabisa. Baba yake akatabasamu na kumwambia apumzike, akisema kesho wataenda shuleni na watazungumza kila kitu na mwalimu mkuu. Kisha Jang akaelekea chumbani kwa Dong. Asubuhi iliyofuata wakaenda shuleni pamoja. Jang akakaa darasani kwa kujiamini, akiwa na tabia ya ubosi bila kujizuia. Wakati huo huo, Seremalayang akazungumza na mkuu wa shule. Tayari habari zimesambaa shuleni kwamba Dong hawezi kukumbuka chochote tangu siku alipoanguka. Baba yake akasisitiza kwamba mwanawe hawezi kujirusha kutoka juu ya jengo yeye mwenyewe. Seremalayang aliamini kuna wanafunzi waliohusika. Mkuu wa shule akakanusha vikali madai hayo, lakini kutokana na majibu yake, Jang akahisi kuna ukweli mwalimu mkuu anauficha. Darasani, mwalimu akaeleza kwamba Dong bado hajapona vizuri kutokana na ajali yake na kuwaomba wanafunzi wamsaidie kwa kila jambo. Hata hivyo, mara tu Dong alipoingia, baadhi ya wavulana wakaanza kumdhihaki kwa ishara za dharau. Baadaye, wakiwa kantini, kundi la wasichana likaanza kumtesa mwanafunzi mmoja aitwaye Yunan. Mmoja wao akamimina kinywaji kwenye chakula chake na kumlazimisha akile. Yunan hakupinga, akaendelea kula kimya kimya. Wasichana hao wakamwaga chakula chake chote juu yake. Jang alipoona tukio hilo, akawaambia wamuache na wamruhusu wale chakula chake kwa amani. Jang akawauliza kwa nini waliwatesa watu bila sababu. Wakati huo, mvulana aitwaye Taiwok akasogea mbele na kumtukana Jang. Taiwok akakaribia kumpiga Jang, lakini mwalimu akawahi na kuzuia ugomvi huo. Baada ya chakula cha mchana, wavulana wale wale wakamzingira Jang tena. Taiwok akamwambia kuwa hata kama Dong hakumbuki chochote, bado atalazimika kuwaletea msosi kila siku. Taiwok akamtishia kumpiga ikiwa atakataa. Lakini badala ya kuogopa, Jang akampiga kofi Taiwok. Akampiga tena kofi la pili, na kufikia kofi la tatu, Taiwok akaanza kuingiwa na hofu. Jang akamuuliza kama Dong aliwahi kufanya jambo lolote lililostahili kunyanyaswa kiasi hicho. Akauliza kama Dong alikuwa akilengwa kwa sababu maalum au kwa sababu tu alionekana dhaifu na asiye na wa kumtetea. Taiwok akakiri kwamba walimnyanyasa Dong kwa sababu alionekana mnyonge na rahisi kumtisha. Baada ya kusikia hivyo, Jang akampiga tena kofi, kisha akawashambulia marafiki zake pia kabla ya hajaondoka. Wakati huo, Jang akamwona mwanafunzi mwingine aitwaye Kim Jae. Kwa hofu, Kim alikuwa akiwapelekea wanyanyasaji hao chakula kila siku. Sasa baada ya kupigwa, wanyanyasaji wakamfuta Kim hadi bafuni. Wakaanza kumpiga na kumtishia kuwa watamdhuru zaidi. Wakamwonya asimwambie mtu yoyote kuhusu kilichotokea, na hata wakapanga kumdhalilisha kwa kurekodi video ili waitumie kama njia ya kumtishia. Ghafla, Jang akatokea nyuma yao na kuangusha wote chini. Akachukua simu ya Taiwok na kugundua picha nyingi zikionyesha Dong akinyanyaswa. Akampiga Taiwok kofi tena na kumwambia atamrudishia simu baadaye. Akiwa nyumbani, Jang akachunguza simu hiyo kwa makini. Akakuta video inayoonyesha jinsi Dong alivyonyanyaswa siku ya ajali. Kwenye video hiyo, wanyanyasaji walirusha kiatu cha Yunan kwenye antena. Kisha wakamlazimisha Dong kutembea juu ya ukuta ili kufuata kiatu cha Yunan. Dong alipokuwa akijaribu kukifata, alipoteza balance na kuanguka. Anguko hilo ndilo lilosababisha aangukie juu ya Jang. Hapo ndipo Jang akaelewa kila kitu kilichompata Dong. Wakati huo huo, kiongozi wa kundi la Taiwok akaanza kumpiga Taiwok pamoja na marafiki zake kwa hasira, akimlaumu kwa nini hakufuta ile video kwenye simu yake. Wakati huo, Jang akafika na kuongea naye. Jang akamwonya kwamba tayari ameweka nakala ya video hiyo kwenye simu nyingine, hivyo ajiepushe naye kama hataki matatizo makubwa. Baada ya kusema hivyo, Jang akaondoka pamoja na Kim Jae. Mahali pengine, mke wa Jang akatumia vibaya hali ya mume wake kuwa kwenye koma na akaanza kutoka na wanaume wengine. Ghafla, Yang akatokea mbele yake na kuwatishia kwa kusema ana picha zao wakiwa pamoja. Akasema atazituma kwa mwenyekiti Han ambaye ni baba Akam na Seon. Mke wa Jang akamwambia kwa utulivu aache kupoteza muda na aeleze anachotaka hasa. Wakati huo, Jang akarudi hospitalini kwenye mwili wake wa awali. Mtu wake mwaminifu Manchul amekaa pembeni akimlinda. Manchul akamkazia macho yule mvulana mnene na kumwambia kwa hasira aache kumkaribia bosi wake. Baada ya kusikia hivyo, Jang akaanza kumpiga kwa utulivu huku akieleza ukweli. Akamwambia Manchul kwamba yeye ndiye bosi wake halisi. Ili kuthibitisha hilo, anataja siri na mambo binafsi ambayo ni Jang pekee angeweza kuyajua. Hatimaye Manchul akaamini kwamba kweli mtu aliyepo mbele yake ni bosi wake Jang. Kisha wakaenda mgahawani. Baada ya kushiba, Jang akamuuliza Manchul kanini alikuwa akilinda mwili wake hospitalini. Manchul akaeleza kuwa kuna uvumi kwamba Yang alitaka kumuua Jang akiwa hospitalini. Ndio maana alibaki hapo kumlinda. Siku iliyofuata shuleni, Jang akamgonga kwa bahati mbaya msichana aliyekuwa akitembea kwa haraka.
Mdoli wa yule msichana ukaanguka chini. Jiang akauokota na kukimbia kumfuata ili amrudishie. Ikafahamika kuwa msichana huyo ni Yunan. Kisha Yunan akamtazama na kumuuliza kama kweli amepoteza kumbukumbu, kwa sababu alionekana hata hamtambui tena. Ghafla mama yake Yunan akawasili. Jiang akashangaa sana alipomwona. Akagundua kuwa huyo ndiye aliyekuwa mapenzi wake ya kwanza zamani. Mwanamke huyo akamkaribisha kwa furaha na kusema amekuwa sana. Bila kujizuia, Jiang akamuuliza anafanya nini mahali hapo. Mama yake Yunan aliyejulikana kama Misun akamkemea Jiang kwa kumuita kwa jina lake moja kwa moja. Akamwambia kuwa hana adabu, kisha akaanza kumpiga kwa utani huku akimfukuza aondoke. Jiang akabaki akiwaza kuhusu maisha yake ya zamani pamoja na Misun. Akajiuliza kama kweli Misun ndiye mama wa Yunan, basi baba yake ni nani? Ili kuthibitisha shaka yake, kwa asiri akachukua unywele wa Yunan akiwa shuleni na kufanya uchunguzi wa DNA. Majibu yakathibitisha jambo la kushangaza. Yunan ni binti yake na ndiye yule msichana aliyeteswa shuleni kila siku. Ugunduzi huu ukamjaza hasira kali. Siku iliyofuata, wale wasichana wakamtesa Yunan tena, wakamtuhumu kuiba lipstick zao na kumlazimisha afungue begi lake ili wakague. Jiang alipoona hali hiyo, akaingilia kati na kusema yeye ndiye aliyeichukua lipstick hiyo. Akadai aliihitaji, lakini hakuipenda. Hivyo akaamua kuitupa. Kwa njia hiyo, akamlinda Yunan. Lakini alipoona binti yake analia, hasira yake ikaongezeka zaidi. Siku iliyofuata, akamwonyesha Manchul picha ya wale wasichana na kumtaka awafundishe adabu kali. Jiang akasema hata ikibidi awavunje mifupa. Manchul akakataa na kumkumbusha kuwa hao ni wasichana wa shule ya sekondari tu, bado ni wadogo na kutumia nguvu si suluhisho. Akamshauri kuwa tatizo hilo linapaswa kushughulikiwa shuleni kwa njia sahihi. Baada ya kutambua hilo, Jiang akaenda kuzungumza na Misun. Misun hana hata chembe ya kujua kwamba kijana huyo ana roho ya mpenzi wake wa zamani. Kwake yeye ni Dong tu. Jiang akamweleza kila kitu, akiwemo walimu wanaopuuza unyanyasaji unaofanyika shuleni. Misun akaingiwa na hofu na kukosa matumaini, akimwambia Jiang kwamba hajui yeye na binti yao wanapitia mateso gani. Akisikia lawama hizo, Jiang akaahidi kwamba atashughulikia kila kitu shuleni. Wakati huo huo, mke wa Jiang anaungana na Yang kupanga njama. Anamwambia baba yake mwenyekiti Han kwamba Jiang alihusika katika ulaghai mkubwa wa kifedha na anawasilisha nyaraka kadhaa kama ushahidi. Jiang akaamua kwamba lazima amlinde binti yake na pia amsaidie Dong kurejesha nguvu zake. Jiang akaanza kufanya mazoezi kwa bidii katika ukumbi wa mazoezi. Misun pia akampeleka Yunan huko. Mwanzoni Yunan akakataa akisema hataki kujifunza kupigana, lakini mkufunzi mpya akamzuia kuondoka na kuanza kuwafundisha wote wawili. Ndani ya siku chache, Yunan akawa hodari sana katika kujilinda. Wakati huo huo, Jiang akapunguza uzito na kurejea katika umbo zuri. Jiang aliporudi shuleni, kila mtu akashangazwa na mabadiliko yake. Wasichana wakamshangaa na hata wavulana wakamkodolea macho. Baada ya shule, Jiang akaenda nyumbani pamoja na Yunan. Huko akakuta picha nyingi za binti yake. Akapiga picha moja ya utotoni na kuihifadhi kwenye simu yake. Wakati huo, baada ya siku ndefu ya kazi, Seremala Yong akachukua pesa yake na kuanza safari ya kurudi nyumbani. Njiani, wanaume kadhaa wakamvamia ghafla. Inabainika kuwa Yang aliwahi kukopa pesa kutoka kwao miaka 2 iliyopita na sasa wakamshambulia wakidai malipo. Jiang alipofika kwa wakati na kuingilia kati kwa kuanza kupambana nao. Hata hivyo, walimzidi nguvu na kufanya baba yake akubali kupigwa ili amlinde mtoto wake. Kisha kiongozi wa genge akatoa onyo kali, anampa Yong wiki moja kuleta milioni 80. Baada ya kusema hivyo, wakaondoka. Jiang akagundua kuwa Seremala Yong amepoteza fahamu. Baadaye Manchul akaenda peke yake kwenye maficho ya genge hilo, akawakabili wote na kuwashinda. Kisha akawaonya wakumbuke kuwa Yong alikopa milioni 5 tu miaka 2 iliyopita. Akawataka wapunguze deni hilo au wakabiliwe na madhara makubwa. Wakiwa wamejaa hofu, wakakubali. Wakati huo, Jiang akamwandalia Seremala Yong chakula nyumbani. Mzee huyo akaguswa sana kuona mwanawe akimjali kwa namna hiyo. Kwa furaha akamwambia kuwa lile genge tayari limepunguza deni lake. Baadaye shuleni, Jiang akatoa simu yake na kutazama kwa fahari picha ya binti yake, akitabasamu kimya kimya, huku moyoni akiahidi kumlinda kwa gharama yoyote. Wakati huo, wasichana wale wakamkaribia Yunan tena ili kumtesa. Lakini safari hii, Yunan hakuonesha hofu hata kidogo. Yunan akawakamata, akawapiga, kisha akawaonya wasimkaribie tena. Jiang akajisikia fahari sana kuona binti yake amekuwa imara na jasiri kama yeye. Baadaye, Jiang akaenda kwenye mgahawa wa Misan na kumweleza kila kitu. Misan akafurahi kusikia ukweli na kumwandalia tambi. Misan akamwambia kwamba kila akimwona akila humkumbusha mtu fulani kutoka maisha yake ya zamani. Akaongeza kwamba siku hizi tabia yake inafanana sana na ya baba wa Yunan. Ghafla, baadhi ya wateja wakaanza kumdhihaki Misan. Hilo likamkasirisha Jiang mara moja. Akamzuia mmoja wao na mabishano yakageuka kuwa ugomvi. Jiang akampeleka Misan jikoni ili awe salama, kisha akapigana na wanaume hao peke yake. Akamkamata mmoja wao na kumuuliza kwa hasira ni kwa ujasiri gani alithubutu kumgusa mwanamke wake, kisha akaanza kumpiga. Misan akatoka jikoni na kumzuia Jiang, akiogopa hali isije ikawa mbaya zaidi. Akamtaka Jiang aeleze ukweli, yeye ni nani hasa na kwa nini alimuita mwanamke wake. Jiang akamweleza kwamba nafsi yake imekwama ndani ya mwili wa kijana huyo.
Misan hakuamini hadithi hiyo hata kidogo. Ili kumshawishi, Jang akafichua siri binafsi kuhusu mwili wake, ambayo ni mume wake wa zamani tu angeweza kuijua. Misan akashtuka, akamuuliza walikutana wapi kwa mara ya kwanza na walitengana wapi. Jang akajibu maswali yote kwa usahihi. Kisha Jang akamuuliza kwa nini Misan hakumwambia kuhusu ujauzito wakati alipomtembelea mara ya mwisho, akisema asingemwacha kamwe kama angejua. Hapo ndipo Misan akaanza kuamini kuwa kweli huyo ni Jang. Misan akamuuliza kwa nini amerudi sasa. Misan akasema kwamba kwa mtazamo wake Yunan si binti yake, kwa sababu yeye ndiye aliyemlea peke yake. Akaeleza kwamba alimwacha Jang kwa sababu alikuwa jambazi. Mwishowe akamwambia aondoke. Jang hana budi ila kuondoka. Baada ya kuondoka, Misan akakumbuka mkutano wao wa mwisho. Siku hiyo alipanga kumweleza ukweli wote, lakini Jang alimwacha kwanza kwa sababu alikuwa akienda kumuoa binti wa mwenyekiti kwa ajili ya pesa. Kumbukumbu hiyo inamjaza hasira na maumivu Misan. Siku iliyofuata shuleni, Jang anakaa karibu na Yunan. Mvulana tajiri akaja na kumwalika Yunan kwenye sherehe yake ya kuzaliwa. Yunan akashangaa na kwa ndani akafurahi kwa sababu alimpenda kijana huyo. Jang alipoona hilo akanyamaza kimya na kuondoka bila kusema chochote. Wakati Misan bado yuko katika mawazo yake, Jang akamtumia ujumbe akimwomba wakutane. Siku iliyofuata, Yunan akafika kwenye jumba la yule mvulana tajiri kwa ajili ya sherehe. Wakati huo huo, wasichana fulani kutoka shule wakaanza kumsema vibaya Yunan, wakimcheka na kudai hata hajui kwa nini alialikwa. Rafiki wa Jang kutoka shuleni akasikia mazungumzo yao. Wakati huo huo, Misan akafika kukutana na Jang. Jang akamwomba msamaha kwa kila kitu alichokifanya zamani na kusema alijisikia aibu na alitamani kuwa naye tena. Lakini Misan akakataa na kusema hilo haliwezekani, akimkumbusha kwamba tayari ana mke. Watu waliokuwa karibu wakashangaa kusikia maneno hayo, wakinong'onona kwa mshangao kumwona kijana mdogo akihusishwa na ndoa. Misan akageuka kuondoka, lakini ghafla Jang akamzuia na kumbusu. Misan akampiga kofi kali. Watu waliokuwa karibu wakabaki midomo wazi wakijaribu kuelewa kinachoendelea. Misan akamshika Jang na kumpeleka kituo cha polisi. Jang akaomba msamaha kwa tabia yake. Wakati huo akapokea simu kutoka kwa rafiki yake wa shuleni akimwambia kwamba Yunan anaweza kuwa hatarini. Akitambua uzito wa hali hiyo, Jang akakimbia haraka, akawauliza wanafunzi wenzake mahali sherehe inafanyika na kuelekea huko mara moja. Wakati huo huo, yule mvulana tajiri akamshinikiza Yunan anywe pombe, lakini Yunan akakataa. Mvulana huyo akaonyesha nia yake halisi na kusema hakumwalika bila sababu, kisha akamwaga pombe juu yake kwa dharau. Muda mfupi baadaye, Jang akafika kwenye jumba hilo. Anampiga mlinzi aliyekuwa nje, kisha akakimbilia ndani huku akimtafuta Yunan kwa haraka. Baadhi ya wavulana wakamdhihaki Yunan. Jang akajaribu kumchukua Yunan aondoke naye, lakini wakazuia njia. Hasira zikampanda na akaanza kuwashambulia. Ndani ya muda mfupi akawashinda wote. Mmoja wao akajaribu kujitetea kidogo, lakini akaanguka baada ya kupigwa mara chache. Mmoja wa wale wasichana wakorofi akaanza kuvutiwa na nguvu na ujasiri wa Jang baada ya kushuhudia tukio hilo. Wakati huo huo, Yunan akajikomboa kutoka kwa yule mvulana tajiri. Akampiga kwa nguvu na kumsukuma hadi kuangukia kwenye maji ya kuogelea. Baada ya hapo, baba na binti wakaondoka pamoja kutoka kwenye jumba hilo. Siku iliyofuata, Manchul akaenda kumtembelea Jang katika mwili wake halisi hospitalini, lakini wanaume kadhaa wakamzuia nje na kumwambia kuwa mwenyekiti ameagiza hakuna mtu atakayeruhusiwa kukutana na Yang. Baadaye, Manchul akamweleza Jang kila kitu. Akasema mke wake Seon na Yang wamemzushia tuhuma za uongo, na mwenyekiti sasa aliamini kuwa Jang alihusika na ulaghai kubwa wa kifedha. Pia ameamini kuwa Jang alijeruhiwa alipokuwa akijaribu kutoroka. Jang akabaki akiwaza cha kufanya. Kwa ombi la Jang, Manchul akampelekea mwenyekiti barua. Wakati huo, Jang akaenda tena kumuona Misun na kumuuliza kuhusu Yunan. Misun akamjibu kwa ukali kwamba kama kweli alimjali Yunan, basi aondoke mara moja katika maisha yao. Jang akageuka na kuanza kuondoka. Ghafla msichana yule yule wa shuleni akatokea mbele yake na kumuuliza kama alichumbiana na Yunan. Jang akakataa kwa hasira. Msichana huyo akathubutu kumuomba awe mpenzi wake, lakini Jang akakataa tena. Binti akampa Jang sanduku na kuondoka. Wakati huo, Yunan akafika na kuona kila kitu. Akamuuliza Jang kama ana mpango wa kuwa na msichana huyo. Jang akakataa tena. Kisha Yunan naye akamuomba awe mpenzi wake. Jang akakataa kwa msimamo na kuondoka. Baadaye, Yunan akamwambia mama yake kuwa alitaka Dong awe mpenzi wake. Misan akashangaa na kukasirika sana, kwa sababu alijua kwamba ndani ya mwili huo kuna roho ya Jang. Misan akamwamuru Yunan akae mbali na Dong. Siku iliyofuata shuleni, Misan akamkabili Jang na kumuuliza amefanya nini hadi Yunan kutaka kuwa mpenzi wake. Jang akaeleza kuwa alikuwa akijaribu tu kuwa rafiki mwema. Misan akamwambia aondoke kabisa katika maisha yao kwa sababu hawawezi kuwa pamoja tena, hasa kwa kuwa tayari ana mke. Wakati huo, Yunan akafika na kuuliza nani ameoa. Bila kufikiri, Jang akasema anampenda mama yake. Yunan anastuka sana, akahisi kusalitiwa na kuamini mama yake amechukua mtu aliyempenda. Akiwa na huzuni na hasira, akakimbia huku akilia. Misan akamgeukia Jang na kumuuliza kwa hasira kwa nini alisema hivyo. Wakati huo huo hospitalini, Yang akawaua walinzi na kuukaribia mwili halisi wa Jang akiwa na nia ya kumuua. Ghafla, Jang akafumbua macho na kuanza kuzungumza, hata akimwambia Yang kwa utulivu kwamba zipu yake iko wazi.
Yang akashangaa kumwona akiwa hai na akaanguka kwa hofu. Mahali pengine, nafsi ya yule kijana wa shule ikaenda nyumbani kwao na kuanza kumuita Seremala Yong baba yake. Ikafichuliwa kuwa roho ya Dong imeingia ndani ya mwili wa Jang. Mzee huyo alipomwona mwanaume mzima akimuita baba, akaogopa sana na kuanza kulia. Wakati huo, Jang akafika na kugundua kuwa roho ya Dong imechukua mwili wake wa zamani. Dong akaelewa ukweli wote na akaingiwa na hofu kubwa. Jang akampiga kofi la taratibu ili kumtuliza, kisha akamweleza kila kitu yeye pamoja na Seremala Jong. Mwanzoni, mzee huyo hakuamini, lakini baada ya kusikiliza kwa makini, akatambua kuwa wanazungumza ukweli. Baadaye, Jang akazungumza na Dong na kumuuliza kama alimpenda Yunan. Jang akamwahidi kwamba kama akimsaidia na yeye atamsaidia kumkaribia Yunan zaidi. Wakati huo huo, mke wa Jang akakasirika sana kwa Yang baada ya kushindwa kumuua Jang. Yang akamwahidi kwamba watu wake tayari wanamtafuta na watampata hivi karibuni. Ghafla, mmoja wa watu wa Yang akafika na habari mpya. Akasema wamefanikiwa kugundua mahali alipo Jang. Wakati huo huo, Jang alimfuata tena Misun, safari hii akiwa pamoja na Dong. Dong akijifanya kuwa Jang, alizungumza na Misun na kumdanganya kwamba roho zao zimerudi katika miili yao ya asili. Kwa kufuata maelekezo ya Jang, Dong alianza kumwomba Misun msamaha. Ghafla, Yang akawasili akiwa na watu wake. Dong alipowaona, aliingiwa na hofu na kupoteza utulivu. Misun akaambua haraka kilichokuwa kinaendelea. Jang akawapeleka Dong na Misun jikoni haraka na kumwagiza Dong amweke Misun ndani na salama. Kisha akakabiliana na wahuni waliokuwa nje. Yang alimchukulia kama mvulana wa shule ya sekondari na kumdharau, lakini Jang aliwashinda wote kwa haraka. Akiwa na hasira, Yang alimtuma mpiganaji wake hodari zaidi kupambana naye. Mapambano marefu na makali yakaanza. Hatimaye, mpiganaji huyo alianguka na kupigwa na Jang. Ghafla, Yang akamshambulia kutoka nyuma na kumwekea kisu shingoni Jang, akimtaka ajisalimishe mara moja. Wakati huo, Misan alitokea, akawasha gesi na kushika kiberiti huku akimtishia Yang kwamba asipoondoka kabla ya sekunde 3, angewasha moto na wote wangeteketea. Yang aliogopa na kukimbia pamoja na watu wake. Jang akamkaribia Misan, akafunga gesi na kuchukua kiberiti kutoka mikononi mwake iliyokuwa ikitetemeka. Misun bado alikuwa na hofu, lakini pia alihisi nafuu. Mara Dong alipotokea, Misun aliyekuwa amemwondoa Jang hatarini, alianza kuzungumza na Dong. Mbele ya mwili wa Jang, alifunguka hisia zote alizokuwa akificha kwa miaka 17, akisema jinsi alivyomkumbuka sana na jinsi alivyofurahi kurejea kwake. Alimkumbatia na Jang akagundua kuwa bado Misun anampenda sana. Wakati huo huo, mwenyekiti wa kampuni ya Jang alimuita binti yake baada ya kupata habari za uhusiano wake kupitia barua aliyotuma. Mwenyekiti alitaka kumkabili Seon na pia alijua kuwa Jang hakuhusika na udanganyifu wowote wa kifedha. Ilibainika kuwa barua hiyo iliandikwa kabla ya ajali na hata maandishi yake yalithibitishwa kuwa ya Jang. Binti yake akashtuka na kudai kuwa alimfahamu Jang baada ya ajali. Mwenyekiti akagundua kuwa binti yake alikuwa akimdanganya na akapata pia ukweli kuhusu uhusiano wake wa siri. Wakati huo huo, Jang na Dong walieleza kila kitu kwa mwenyekiti. Dong alijitokeza mbele yake akajifanya Jang, huku Jang halisi akimpa maelekezo kupitia redio akiwa ndani ya gari. Mwenyekiti alikataa kumpa binti yake mali yoyote. Kwa hasira, binti huyo alidai kuwa Jang pia ana binti na alidai kuwa Jang ana uhusiano na mwanamke mwingine. Mwenyekiti alimkabili Jang, lakini kutokana na hitilafu, Jang hakusikia maelekezo yoyote. Hivyo Dong akatoa maelezo ya ukweli kwa utulivu, akisema Jang ana binti, lakini aligundua hilo baada ya ajali na pia hakujali kama angekosa malipo baada ya kufukuzwa kazi kwa sababu sasa yuko na familia yake. Mwenyekiti hakukasirika na mke wa Jang akaondoka akiwa ameshindwa. Mwenyekiti akamruhusu Jang aishi anavyotaka na Dong akaondoka akiwa na furaha, akiamini mambo yote yamekwisha tatuliwa. Baadaye, Dong alipomwona Jang halisi nje, Dong alifurahi kuona kila kitu kimewekwa sawa, lakini ghafla mke wa Jang alikasirika na kujaribu kumshambulia. Jang akamsukuma Dong mbele ya gari na yeye mwenyewe kujeruhiwa vibaya, akakimbizwa hospitalini mara moja. Misan na Yunan walifika eneo la tukio. Walipoona mwili halisi wa Jang, Yunan akamuuliza mama yake kama huyo ndiye baba yake na kwa nini alimficha picha yake ilhali aliwahi kuiona. Jang halisi akiwa ndani ya mwili wa Dong alikiri kuwa yeye ndiye baba yake. Yunan alichanganyikiwa na kuingiwa na wasiwasi, akishindwa kuelewa kinachoendelea. Alijiuliza moyoni, akishangaa kama kweli mama yake alikuwa ameolewa na rafiki yake. Wakiwa bado wanazungumza, Jang halisi alipoteza fahamu. Wakati huo huo, Dong aliyekuwa ndani ya mwili wa Jang naye akapoteza fahamu. Baada ya muda mfupi, Jang akapata fahamu akiwa kwenye chumba cha upasuaji na mmiliki wa ule mgahawa akasimama mbele yake. Hapo, Jang akatambua kuwa mwanamke huyo alikuwa amehusika katika kubadilishana nafsi zao. Mwanamke huyo akamwambia Jang apumzike na alale. Muda ukasonga mbele hadi miezi 6 baadaye. Dong alikuwa amerudi katika mwili wake wa asili, akatoka hospitalini na kurejea shuleni. Wanafunzi wote walimsifu kwa sababu polisi walikuwa wameiacha shule kwa hofu yao kwa Dong. Dong na Yunan wakawa mashujaa wapya wa shule. Wakati huo huo, jambazi Yang alikamatwa na polisi. Jang halisi alirudi katika mwili wake, aliacha maisha ya uhalifu na kuanza kuishi kwa amani pamoja na Misun. Fundi seremala Yong na Mansul nao walianza kufanya kazi pamoja nao. Jang alianza kutumia muda mwingi na wa maana akiwa na binti yake Yunan.
Filamu inaishia katika hali hiyo ya furaha. Eleze maoni yako kuhusu filamu hii. Ikiwa uliifurahia video hii, hakikisha una like na kuishare. Na kwa wale wapya kwenye channel, usisahau kusubscribe ili usikose video zinazofuata. Kwa heri.